tatizo lako, chozi lako Mungu amelitazama. Subiri, subiri muujiza wako. Subiri, subiri we, subiri utatendewa. Umeomba sana juu ya hitaji lako, maombi yako Mungu ameyasikia. Umelia sana juu ya tatizo lako, chozi lako Mungu amelitazama. Kuomba kwako na kulia kwako, nasema sio bure. Kwa wakati wake na majira yake Mungu atakutendea. Subiri muujiza wako, mpendwa, usifanye haraka. Subiri muujiza wako, subiri, subiri tena, usifanye haraka. Utatendewa na Mungu ndugu. Subiri muujiza wako, subiri ndugu yangu, tena usifanye haraka. Aye, unahitaji uinuliwe, subiri utatendewa. Unahitaji upate mke mwema, subiri utatendewa. Unahitaji upate mume mzuri, subiri utatendewa. Unahitaji upate watoto, subiri utatendewa. Unahitaji uinuliwe, subiri utatendewa. Unahitaji upate mke mwema, subiri utatendewa. Unahitaji upate mume mzuri, subiri utatendewa. Unahitaji upate kazi nzuri, subiri utatendewa. Waswahili wanasema kisichoridhiki hakiriki. Riziki haivutwi kwa kamba, pole pole ndiyo mwendo. Tena wanasema mvumilivu la mbivu, wenda pole hajikwai, vumilia utafika. Waswahili wanasema kisichoridhiki hakiriki. Riziki haivutwi kwa kamba, pole pole ndiyo mwendo. Tena wanasema mvumilivu la mbivu, wenda pole hajikwai, vumilia utafika. Kuomba kwako na kulia kwako, nasema sio bure. Kwa wakati wake na majira yake Mungu atakutendea. Subiri muujiza wako, iko njia ionekanayo sawa machoni kwa watu, usifanye haraka, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Subiri muujiza wako, ahadi za kiroho zisubiriwe kiroho, tena usifanye. Ahadi za kimwili zisubiriwe kimwili. Kuna watu wengi wamefanya haraka kabla Mungu kushughulika mambo yao, wakajikuta wanagonga ukuta kwa yale walioyatenda. Nataka nitoe mfano wa mtu mmoja, yeye na mke wake. Baada ya kuona wamechelewa kupata mtoto, wakaamua kwenda kwa mganga wa giza ili wapate mtoto. Walipofika kwa mganga, mganga akasema, hey, mwanamke huyu tatizo lake ni kubwa mno, hivyo imekubidi kumwacha mahali hapa akae muda wa wiki moja tu, utarudi tena kumchukua mkeo. Huyu mganga kuwa anamfanya huyu mke kuwa mkewe. Miezi ilipoendelea mbele, yule mwanamke akaonekana amepata mimba.
akachukua mtoto. Lo, ikawa ni vituko. Mtoto huyu ni chata ya mganga, halafu ana meno 32 mdomoni mwake. Ikashangaza watu wa jamii ile, ikawa ni vituko. Na mwanaume huyu akasema, imekuwaje mtoto huyu afana na mganga? Badala ya mimi baba yake, kwa hasira aliamua kumfukuza mkewe. Badala ya kufurahia maisha yao ya ndoa kupitia mtoto, wakaongeza tatizo juu ya tatizo. Ndugu yangu, nataka niseme nawe leo, chochote tunachohitaji, subiri wakati wa Bwana kutimia. Msubiri Mungu, usifanye haraka. Biblia inasema baraka zitakazokuja kwako hautajutia milele. Tena Biblia yatuambia kusema Mungu hachelewi wala hawahi kutimiza ahadi yake. Chochote tunachohitaji, subiri Mungu. Unahitaji uinuliwe kiuchumi, subiri wakati wako, Mungu atakuinua. Unahitaji upate kazi, usipite kwenye njia za mkato, kutoa rushwa, utajutia. Subiri wakati wako. Chochote tunachohitaji, mngojee Mungu. Mungu atashughulika na hitaji la moyo wako. Baraka zitakazotoka kwa Mungu hautajutia milele. Oh, haleluya.